Nahitaji kusema hapa, kumekuwa na hadithi zilizosimuliwa na baadhi ya watu ambao wametunga hadithi, lakini tumezichunguza kwamba watu walijua kuhusu hili, lakini na kwamba lilitokea ardhini wakati fulani, na hiyo si kweli. Watu walioishi karibu nalo hawakujua chochote kulihusu. Ilikuwa ni udongo tu kwao. Sawa. Sasa Ron hatimaye alikuwa tayari mwaka wa 1977 na yeye atazungumza kidogo kulihusu, na kisha baada ya dakika moja tutawasikia wanawe wakizungumza. Naam, katika 1977 nilikuwa nimeokoa takriban dola 2,000 na nikaona tangazo kwenye gazeti kuhusu ndege ya kukodi inayokwenda Uturuki. Na ingawa sikuwa na nia na maeneo ambayo kikundi cha kukodi, kikundi cha watalii kingepelekwa, nilikuwa na nia na nauli ambayo ilikuwa karibu dola 500. Na kwa hivyo nilipanga kwenda, nikapata nafasi, na kisha wanangu wawili, Dani na Roni, walianza kunishinikiza nije nao. Tulipoenda mara ya kwanza hakutaka twende, alikuwa anaenda peke yake. Unajua, tayari alikuwa na pasipoti na kaka yangu akasema, kwa nini usituchukue? Roni na baba akasema, na ninaondoka baada ya wiki moja, hakuna njia tunaweza kupata pasipoti au kitu chochote. Na Roni akasema, naam, twende tukajaribu. Kwa hivyo tukaenda na kuomba. Hatukuwa na muda mwingi, kwa hivyo siku moja kabla ya kuondoka tulifunga mifuko yetu yote, vitu vyetu vyote tukaviweka tayari, ikiwa tu kwa sababu tulijua kwamba ikiwa tungezipata labda ingekuwa siku hiyo au tusingezipata kabisa. Na kwa hivyo tulikuwa tayari kwenda, na kisha ikafika saa 5 asubuhi siku hiyo, barua ikaja na pasipoti zetu zilikuwemo. Na kwa hivyo tulikuwa na kama saa 1:30 kufika uwanja wa ndege baada ya kuzipata, lakini tulikuwa tayari, kwa hivyo tukaenda tu, unajua. Kwa hivyo ilikuwa kama muujiza yenyewe kwamba mimi na kaka yangu tulipata hata kwenda kwenye safari hiyo.